Kwa sasa ubingwa wa Afrika inaonekana kuwa ni ndoto ya kila Mtanzania. Kila Mtanzania bila kujali klabu gani anaishabikia. Lakini mtu wa kwanza kabisa ambaye labda alikuwa mbele ya muda wakati huo akiufikiria, na katika kipindi ambacho wengi waliamini haiwezekani, yeye aliona hayo maono, ni Bwana Mohamed Dewji. Hili lazima tuliweke sawa, licha ya kwamba wengi pia walifikiria. Huu ni mshikaji wako, rafiki yako ambaye mnazungumza vitu vingi kuelekea katika mchezo huu. Labda kuna namna, kwa sababu huu ndo mchezo wa mwisho wa kuhalalisha hiyo ndoto kama inaweza ikatimia. Mpata nafasi ya kuzungumza naye na labda amesema nini? Mimi sijapata kwa kweli nafasi ya kuzungumza naye. Kwa sababu mara ya mwisho nafikiri kama wiki 3-4 alisema atakuwa kwenye mwanae anahitimu chuo kikuu, mtoto wake wa kwanza. Kwa hiyo sikutaka kumsumbua tena kwa sababu najua atakuwa kwenye mambo yake ya familia na nini. Kwa hiyo sikuzungumza nafikiri almost mwezi sasa. Kwa hiyo nikasema ngoja nimwache enjoy mambo yake na nini, lakini hata Simba ilipofika finali nilimkumbuka sana. Kwa sababu siku ya kwanza aliniambia bwana, mimi nataka Simba itengenezwe. Hii ndio ilikuwa kipindi anataka kuwekeza. Ndio anataka kuwekeza. Hajarudi Simba. Lakini nikawa nakumbuka ile record yake kwamba wakati Simba inafanya vizuri mwaka 2003 alikuwa ni yeye, na alikuwepo. Kama kwa wale ambao wana picha zake unaweza kumuona yuko pale anashangilia na nini, wakati nafikiri Simba inaitoa Santos ya South Africa. Sasa wanakwenda finali dhidi ya Stella. Kwa hiyo yeye alikuwa Simba inaingia finali ya Afrika, yeye ndio alikuwa pale. Alipotoka unaona mambo yakawa magumu sana. Alivorudi ndio kilikuwa kipindi cha kuamka kwa soka la Afrika. Unajua watu hawataki kulisema hili. Sijajua kwa nini linawaumiza kulisema. Yaani mimi wasielewi. Na nataka kuwavika hii sifa watu wengine ambao hawahusiki kabisa, ambao walikuja baadaye. Kwamba baada ya kurudi Simba sasa hii robo finali zikafuruliza. Yani ikawa timu zetu sasa kuingia makundi sio issue tena, Simba kuenda robo finali sio issue tena. Paka alipotoka yeye. Lakini alipotoka yeye akaacha robo finali, amerudi tu kwa mara ya kwanza straight to the final. Sasa nikaanza kuona kama huyu jamaa, mimi siku ya kwanza aliposema mimi nataka Simba nitengeneze ianze kupata budget kubwa taratibu mpaka tufikie, maana mfano wake ilikuwa TP Mazembe ya Al Ahly. Lakini leo hata ukiangalia mfano tunaizungumza TP Mazembe na Simba kwa kipindi hiki current, watu wataizungumza Simba zaidi. Mazembe inaonekana kama imesha lose hivi au inataka ijitafute upya. Kwa hiyo ilivyoingia finali, mimi mwenyewe natamani Simba wachukue ili aweze kutimiza ndoto yake ile na kutuonyesha kwamba kulikuwa kitu ambacho kinawezekana. Lakini Simba kwa sababu wanaingia finali ya Afrika kwa mara ya pili, ingependeza sana kama wangelichukua hili kombe pia. Kwa maana kaacha wameingia muda mrefu, wanakuja kurudi sasa hivi hata ile kombe la CAF lilisha ondolewa. Sasa hivi inaonekana ni kombe la shirikisho, lakini kama wameingia finali na wakachukua, nafikiri itakuwa ni chanzo kipya kwa timu za Tanzania kujijenga upya na kuamini zaidi kwamba sasa level sio robo finali peke yake, waweza kaenda finali peke, kwa sababu ukizingatia misimu miwili nyuma tayari Yanga walikwenda finali. It was like a surprise. Ukiangalia timu ilikuwa inakwenda robo finali mara nyingi ambao watu walitarajia ndio itaenda finali ilikuwa Simba, lakini Yanga wakaenda pale wakavuka mpaka finali. Bahati mbaya hawakupata nafasi ya kuchukua ubingwa, kwetu ikawa sio kitu kizuri kwa sababu Yanga wangechukua pia ingekuwa ni sehemu ya kuzivuta timu za Tanzania. Na inawezekana hata pia wamewavuta hata Simba sasa kuongeza nguvu kwamba robo finali sio mwisho, sababu kipindi kile Simba walikuwa hawana mtu anawaonyesha unaweza kaenda zaidi ya robo finali, si ndio? Lakini wakaenda zaidi ya robo finali. Kwa hiyo unaona inaweza kama imechangia pia Simba kuona sasa hawa sisi kwenda robo finali mara nyingi hao wametupita, acha na sisi tupambane. Wamepambana vizuri, wamekwenda finali. Sasa wako finali, ni vizuri wakalichukua hili kombe, na kwa sababu kumekuwa kuna bahati ya kumalizia nyumbani hata kama kuna ugumu, lakini kama maandalizi ni bora, wakifanikiwa kuchukua watakuwa wametimiza ndoto ya mdau na rais wao. Lakini itakuwa ni chanzo na ufunguo mpya wa mpira wa Tanzania kwamba finali sio issue tena na kuchukua kombe inawezekana. Kwa kumalizia, kuna wachezaji wengi wa Simba ambao ni kama wadogo zako. Zungumza kwa niaba sasa ya wa Tanzania wote, kama watapata nafasi ya kusikia kuelekea katika mchezo. Wote ni wadogo zangu mimi. Kwa sababu watu ambao waiji yangu pale wakati anacheza na ni waiji yangu ni Matola, ambao wao ni kocha wao msaidizi na ni mkubwa niseme. Kwa hiyo mimi wote pale ni wadogo zangu, wote wachezaji, yani hakuna mtu anaweza kutaniwa mdogo zangu, lakini kuna watu wazima wenzangu kwa maana tukabia kidogo. Kina ndugu zangu wengine wenyewe wadogo zangu kina Kapombe, kina Mohamed Hussein,
Ni wadogo zangu, lakini wale angalau unaweza kawaita wakubwa wenzangu. Ni watu ambao wanajitahidi. Kwanza mimi nimefurahi kuona pia Kapombe, Mohamed Hussein, Kinaishi wameingia finali, kwa sababu wamekuwa mapambanaji kwa muda mrefu kwa mpira wetu wa Tanzania. Wamekuwa mfano wa, unajua tunasajili wageni wa kila aina, lakini inabaki vile vile kuwa beki wa kushoto bora zaidi wa muda mrefu zaidi ni Shabalala. Lakini beki wa kulia master kuliko timu zote unazoziona za Tanzania, kwa kila fullback uliyemleta, wa nje, wa ndani, wa kijijini na wa mjini, ni Shomari Kapombe, Baba Esther. Ni vitu vya kujivunia kuwa na watu wa aina hiyo. Leo wako finali na naamini kabisa wanastahili kubeba ile kombe. Kwa hiyo wacheze kwa ubora zaidi, lakini pia wawe sehemu ya kuhamasisha wale vijana kupunguza utoto. Mimi natamani leo kesho ni uone ubora wa Kitinda Mimba, aifanye kazi yake vizuri Ahua. Mimi naamini is a talented player, na mimi nimekuwa kila siku nikimsema bila ya uoga. Na niliona kuna wakati fulani kuna wenda wazimu fulani walikuwa kisambaza kile clip cha Ahua, mimi nikisema kwamba mimi siridhiki na kiwango chake. Kipindi hicho alikuwa na magoli 4, nafikiri 5 au 4. Nikisema kwamba naamini ana uwezo, anaweza kufanya zaidi vizuri. Alafu kipindi ameshakuwa na magoli 15 ndio watu wanakisambaza kile, kama nimesema siku ile. Hawaonioni kama nilikuwa sehemu ya kumhamasisha hata angalau ameweza kufanya vizuri. Kwa hiyo lakini kwa sababu kwenye mpira huku tumejaza wenda wazimu wengi, wenyewe unawasikiliza kwa kutumia sikio la kushoto na wenye akili wanasikiliza kwa kutumia sikio la kulia. Kwa hiyo ninaamini kabisa ana nafasi ya kufanya vizuri, na kila mchezaji wa Simba, mfano ukiangalia mechi ya Stellenbosch hapa Zanzibar, kila mchezaji wa Simba alipoteza nafasi, especially wale wa mbele. Ateba alipoteza, Mukwala alipoteza, Mutale alipoteza, Ahua alipoteza. Sasa nafikiri kesho itakuwa ni nafasi ya kulipa ya matumizi ya zile nafasi ambazo walizipoteza. Mimi kwangu niseme kila laheri kwa Simba, na wajue wana watu wengi nyuma wanawaunga mkono, lakini wajue wanakutana na timu ambayo ina uwezo bora, na wao ili kushinda na kushinda kombe. Maana kuna ushindi wa aina mbili kesho. Kuna kushinda na kushinda kombe. Unaweza ukashinda 2-1, ukashinda 3-2, ukashinda 4-2, ikawa bado wewe ndio umejitengenezea shida. Kwa hiyo na naamini kabisa kwamba kuna kushinda na kushinda kombe. Kama watashinda kombe kesho, nafikiri itakuwa ni jambo zuri zaidi, lakini kama nilivyosema toka mwanzo, lazima wao wawe kwenye ubora ambao ndio utaibeba nchi, utawabeba wao na utaitangaza Simba pamoja na wao wenyewe. Stori za usajili ndo habari kubwa namba 2 mjini. Kumekuwa na vingi, lakini mimi nianze na hivi ambavyo binafsi nipata nafasi ya kusikia mapema kabisa ukivizungumzia. Moja, nakumbuka kabla ya kelele zinazopigwa sasa hivi ulituambia mapema sana, inawezekana off mic labda na kwenye mic, juu ya kuondoka kwa Azizi mwishoni mwa msimu huu. Lakini mimi pia ni miongoni mwa watu ambao walikusikia mapema kwamba Mzize yuko karibu sana kuondoka Yanga kuliko ambavyo inafikiriwa, ama kipindi kile ilivyokuwa ikikanushwa na vitu kama hivyo. Yanga mengi yanaendelea. Leo kuna taarifa nyingine za Jigi Diara na wenyewe kuwagawa viongozi na nini na vitu kama hivyo hapo. Taswira ya hichi kinachoendelea ndani ya Yanga kwako unaitafsiri vipi? Mimi nafikiri ni mafanikio kwa Yanga. Ukishakuwa na mafanikio, watu wengi sana wanaangalia kwako, unaanza kuwindwa. Lakini watu hawakuindi kwa ubaya, wanakuwa wanaangalia wale wachezaji wako bora, wanataka kuwachukua. Nafikiri mafanikio ya Yanga kwenda finali bado yana reflect mpaka leo hii. Watu wanakuwa wanawataka hawa kuwachukua na kuchukua wachezaji, kwenda nao wachezaji. Lakini kwa Yanga hakuna ujanja, ni control yao sasa, kwamba labda tumemwachia Mzize, tumemwachia sijui na fulani, basi sasa hivi basi inatakiwa to balance. Mfano nikupeni siri moja. Mimi nilipigiwa simu kwa sababu unajua waandishi wa Afrika tunakutana wakati fulani, tulikutana Morocco wote, the best sports journalists in Africa, ambao tulikuwa tumechaguliwa kila nchi mmoja, wawili, wenzetu walikuja hata na watu 3. Tukakutana Morocco, tukakaa tukafanya ziara ya mikoa kama 6-7 nafikiri, maana Casablanca, Rabat, Agadir, Fez, Marrakesh, nafikiri mikoa hiyo, kupitia viwanja na nini, kilikuwa kwa ajili ya AFCON ile ya kwao, kuona na kukagua na kushauri na kadhalika. Sasa tukafahamiana waandishi wengi. Sasa kuna mwandishi mmoja wa Burkina Faso akanipigia simu, akaniambia Jigi Diara anaondoka Yanga. Kwa Yanga wameanza kumapproach kipa wa timu ya taifa ya Burkina Faso
kipa namba 1 wa timu ya taifa ya Burkina Faso ndio anamapproach na wanataka kumsajili kama mbadala wa Diarra, kwa sababu Diarra na yule kipa sasa ametoa mnasema nini, ametoa sharti kwamba kama Diarra ataondoka ndio atakuja, kwa sababu yeye hawezi kuja kukaa benchi. Mimi nikamwambia mmeshauri hilo ni wazo zuri sana. Kwa hiyo inapendeza kama atakuja aje acheze, na kama Diarra anaondoka ni vizuri, lakini kama Diarra anakuja ategemea ushindani mkubwa sana. Akaniuliza mazingira ya Yanga, nikamwambia kwa kweli mimi sijui mazingira ndani ya timu yoyote, lakini ni timu bora kama unavyoiona, ni timu yenye ndoto ya kufanya vizuri, na mimi ninaamini kama walivyo kina Diarra akija hapa atakuja kujitangaza zaidi, kwa sababu soka la Tanzania sasa hivi liko juu na nini. Basi akanipa nafasi ya kuongea na yule kipa, sababu ni rafiki yake. Nikamwambia Tanzania is the best place, kwa sababu mimi I've been na Wagadugu, hata robo haiwezi kafikia ubora wa Tanzania, lakini kwa maana ya maslahi pia Tanzania ni bora zaidi. Kwa hiyo akasema basi haya bana, mimi ngoja niendelee na mazungumzo yangu. Baada ya pale sijui waliendeleaje na wao Yanga na mazungumzo yao. Kwa hiyo yule tu alinifanya mimi nikawa alerted kwamba Diarra anaondoka. Na kama nilivyowaambia kule ile ya Aziz Ki pia, na yenyewe nilijua hivyo hivyo. Sisi tunajua kupitia hivyo, kwamba huyu anakuambia hivi, anakuambia hivi. Umeona leo nimekuta tulikuwa na, wakati nimekuja nilikuwa na Miki. Ukikaa na Miki taongea, atakwambia hiki cha kwao na utamwambia cha huko. Kwa hiyo tunabadilishana namna hiyo taarifa. Lakini mfano Yanga, Azizi ataondoka. Azizi ameondoka, ilikuwa hakuna ujanja, kwa sababu yeye alikuwa na ndoto, unajua kumzuia mchezaji anayekwenda kucheza FIFA Club World Cup. Ni kumzuia asiende ni jambo baya sana. Na mimi niseme Yanga naona wamefanya jambo la kiungwana, na itaitangaza Yanga kama ni timu ukija ukifanikiwa they can give you chance to go. Ambao mimi kwangu naliona ni jambo zuri sana, lakini pia litafanya wachezaji wasio waoga kuja na waone ya ukienda Yanga value yako itapanda na watakupa nafasi. Kwa mimi naona Yanga wamefanya jambo zuri, lakini sasa ni swala la kupima wao. Kama umemwachia mtu kama Aziz Ki, je, ni wakati mzuri tena kumwachia Mzize? Ni wakati tena mzuri kumwacha Mzize aondoke? Unaweza kalipress vipi watu wawili kwenye timu yako pale kwa wakati mmoja, na watu walikuwa na nafasi ya kucheza au walikuwa na impact kubwa kwenye cost chako? Kwa hiyo ni jambo la kuliangalia pia. Nakumbuka Simba wakati fulani wale kuachia watu wawili kwa wakati mmoja na Mixon, baada ya pale uliona wakayumba sana. Kwa hiyo ni jambo la kupima pia, kuangalia yes fedha, lakini na timu yako inataka iende wapi. Kuja kutengeneza mtu kama Mzize tena itachukua muda gani? You can hold him for 1 year, mkatengeneza mtu mwingine labda, baada ya pale tena mkafanya biashara, kwa sababu kuna biashara na ubora wa timu yako pia. Kwa hiyo ni jambo zuri mimi kwangu naliona kwa Yanga, na hili linakuja kutokana na mafanikio waliyopata kwa misimu 2-3. Otherwise watu wasingekuwa na sababu ya kuja kutafuta wachezaji kwao. Simba wana sera ya kujenga kikosi chao, na jina moja wapo kubwa ambalo linatajwa huko ni la mshikaji wako wa karibu Faisal Salum Abdullah Feitoto, Zanzibar Finest. Zimekuwa taarifa nyingi, milioni 750, mshahara milioni 40, huku milioni 50, wengine wameenda sijui kuomba kwa wazazi na vitu vingine vingi sana. Wewe unafahamu nini kuhusiana na Faisal, Simba, Yanga na Azam? Sina nafasi ya kumshauri kwenye hili, kwa sababu kwenye football unamwacha naye aamue anataka kufanya nini. Lakini ungeniambia bana mimi ni mshauri, mimi nilikuwa mkweli, ningemwambia it's a time for him to take the new challenge. Achague ni mawili, either kwenda Simba au kwenda nje ya Tanzania, kwa sababu hakuna ambacho hajakipata akiwa na Yanga, especially ukizungumzia hata ile finali wamekwenda, yeye alikuwa na mchango mkubwa sana. Yeye ndo alichangia wao waende finali. Lakini ukirudi kwenye swala mimi naona kwamba akienda kama Simba tuseme, ataenda kupata new challenge ambayo hakuwa nayo, kubwa wa Simba, kelele na nini, na yeye kutaka kwenda mbali na Simba zaidi. Nafikiri tamfanya awe na hamu zaidi. Au imeshindwa kama ulisikia siku na South Africa sikaweza Chiefs na nini. Nafikiri itakuwa ni vizuri ku accelerate kule pia, akaenda kujaribu tests ya nje ya Tanzania. Lakini kama yeye atakuwa anaona vizuri tena kurudi Yanga, yani huyo ni yeye na uamuzi wake. Kwa hiyo hapa ni uamuzi wa Faisal, familia yake, timu yake ambayo inaweza kumuamulia. Lakini ni mtu ambaye naamini kabisa bado ana kitu kikubwa bado cha kukifanya kwenye mpira wa Tanzania, na mimi nikisema ungeomba mchaguliwa hapa nikamwambia just take a new challenge. Tumezungumza mengi sana Saleh, na tunashukuru sana kwa muda wako. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.